mwenye anabeba kundi la majini kupeleka wasikilize Qur'ani ya ajabu. Mwalimu ndio anataka kujua ni nani. Ni Mwenyezi Mungu ndio anamwambia Mtume, kumbuka tulipokuletea kundi la majini. Mwenyezi Mungu ndio aliwabeba hao majini wakaisikize Qur'ani. Sawa mwalimu. Umeshaelewa? Naelewa. Kazi hapo kesho. Tuko wengi. Sawa. Mpe Evans. Kakufa vinajua. Alete swali. Sawa, sasa ile siku ile ndio niambia nilete nyanya. Ndio. Ya, tulikuwa na some kind of conversation. Yes. Ndio. Ndio siku hizi nimependa vitu vingi. Ndio. Kama si kuelezana kweli na kujua sababu mimi siko hapa. Ndio. Sasa ningependa kujua sababu na ningependa kuelezana ukweli yenye niko naye na penye uko naye, sawa? Hiyo mbili tu. Vitu mbili tu. Why? Hizo ma questions. So nilikuwa nimekuuliza, mbona wewe kwa Uislamu nini? What is your hope? What is my hope? Sini janna. My hope is janna. Unaona hii mambo yote tunafanya tu ni tupate janna. So nani anawapeleka janna? Nani anatupeleka? Sisi hatupeleki, tunapewa na Mwenyezi Mungu. So Mungu anawapea janna. Sisi Mungu anatupea janna ama pepo. Pepo. So ana reward aje? Anatumia mbinu gani ndio reward? Anatumia mbinu gani? Kwanza anaangalia imani yako. Imani yako ilikuwa vipi? Ilikuwa kwa Mungu mmoja ama ilikuwa kwa Mungu kama sambusa? Hiyo ndio criteria ya kwanza. Kwa sababu katika maandiko yote anasema jueni ya kwamba hapana anayefaa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ukishalijua ya kwanza ukayakinisha, hebu mpe huyo wa malaikati wa kutubi. Hizi ndio zinaitwa arkanul iman. Hii ndio arkanu. Ukitaka kujua wewe una imani, hizi ndio arkanu, hizi ndio misingi au nguzo za imani. Inasema ni baraza la shetani rajim. Ndio. Mtume anaamini yaliyoteremshwa kwake ndio kutoka kwa Mola wake. Na Waislamu ndio pia wanaamini hayo. Wote wanaamini Mwenyezi Mungu ndio na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake. Hao Waislamu na mtume wao ndio husema hatutofautishi baina yote katika mitume yake. Hiyo inatosha. Kwanza mpe huyo, tumia kuiangalia. Je, ulimwamini yeye katika ibada kumwabudu au haukuamini? Hii tunasema ni katika arkanu, ni arkanul imani, ni nguzo za imani ambazo zimejengwa kwa nguzo 6. Kwanza ni kumjua Mwenyezi Mungu wa kweli na haki na ukamwabudu. Mpe huyo Qur'ani 2:255. Alafu nitoe ya mwisho unakwenda kupata wasika alladhina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idha jaa wa futhat qala lahum khazanatuha salamun alaykum Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Pende mwalimu 55. Inasema ni baraza billahi minashaitani rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Mwenyezi Mungu ndio hakuna mola ila yeye. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Ndiye mwenye uhai wa maisha. Yeye Mwenyezi Mungu ndo mwenye uhai wa maisha ambaye peke yake ndio anastahili kuabudiwa. Msimamia kila jambo. Msimamia kila jambo. Kusinzia hakumshika wala kulala. Kusinzia kumshiki wala kulala. Na vyake peke yake vyote vilivyomo. Mwenyezi Mungu ndio ana hold, yani dominion, ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ni vya Mwenyezi Mungu. Ukishajua ni Mwenyezi Mungu peke yake, hata huwezi kuwa na shaka juu ya riziki yako, huwezi kuwa kabisa. Mwalimu, maliza hiyo ya sura Zumar, alafu mpe mic. Hiyo ndo hofu yetu. Kwanza kumjua Mungu ni mmoja, kumwabudu, kumtumikia. Jambo la pili, kujua yeye ndiye anayemiliki vilivyomo. Jambo la tatu, watakwenda kutupa wasika alladhina taqaw rabbahum ila jannati. Hata wale waliomcha Mwenyezi Mungu waliyekuwa na takwa ya 39 sura 39 sura Zumar. Lazima ujue hizo mwalimu. Lazima ujue namba. Ukisikia Zumar unajua tu sura 39. Aya 73. Inasema nini?
na waliomcha Mola wao, na waliomcha Mola wao watapelekwa peponi makundi makundi, watapelekwa peponi makundi makundi. Hata watakapofikia wataingia tu na wataikuta imeshafunguliwa milango zake. Hata hajaua wafuta hata wabwa wakala lahum khazanatuha salamu. Ndio unaona hii salamu tu, ukiona mtu anamwambia mtu salamu alaykum, maana yake ndio anamwambia wewe mtu wa peponi. Mpe mai kulingana na stadi zangu, stadi zangu zinaonyesha Adam, kulingana na Uislamu, Adam alifukuzwa kutoka mbinguni, right? Sasa kwa hizo vitu tatu alifanya nini? Kwa hizo vitu tatu kulingana na Qur'an, nini alifanya akafukuzwa? Hata tuongee. Umeuliza alifanya katika gani hizo tatu ndio akawa. Sasa atafanyaje ndio afukuzwe? Hajafanya hiyo. Kwa hivyo sawa, alifanya nini? Alikanusha amri ya Mungu. Yeye kupelekwa peponi kwa Uislamu ilikuwa sio akae milele. Ilikuwa ni mtihani kwa Ibilisi, na Ibilisi ni mtihani kwa Adam, kwa sababu hata kabla hajaumbwa Adam, Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Na kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema juu ya malaika, mimi nitalete kiongozi katika ardhi ambaye atakuwa ni mtawala. Lakini yeye Adam baada ya process ile kuumbwa akapelekwa peponi na mkeo akamwambia skun anta wa zawjuka aljanna, ingia wewe peponi na mke wako, mkule katika mtakayokula, lakini katika mti huu msikaribie, mkao wenye kudhulumu nafsi zenu. Kisha shetani akawatia wasiwasi. Sasa Adam akawa mtihani kwa Ibilisi, na Ibilisi akapewa mtihani Adam, wakafeli, ndiye akatolewa kule peponi akaambiwa aje. Lakini ilikuwa ni mtihani. Lengo la Mungu ilikuwa, perspective ya Kiislamu na perspective ya Kikristo ni vitu viwili tofauti. Hakuna dhambi ya asili. Hata sisi tunaamini, nanisikiza, katika concept na perspective ya Kiislamu unavyoelewa ni tofauti kabisa. Hata mauti yenyewe, kwa nini tunakufa? Sio Adamu alilete mauti. Kabla Adamu alikuwa ni mauti. Allah anauliza kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilayhi turjaun. Je, mnamkanusha Mwenyezi Mungu na nyinyi mwanzo mlikuwa ni maiti, kisha akakuisheni, kisha atakufisheni, kisha atakuisheni, kisha kwake mtarudi. Kwa hivyo Allah anasema tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ufalme ametukuka, mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, ambaye aliumba umauti na akaumba uhai, akujaribuni nyinyi ni nani katika nyinyi mna vitendo vizuri. Sio baba yetu Adamu alilete mauti. Hiyo ni concept nyingine na kueleza Qur'ani. Kwa hivyo mauti ilikuwa imeumbwa hata kabla ya Adamu, ndiye akapewa uhai, kwa sababu yeye kabla awe hai alikuwa ni maiti, ndiye akapulisiwa akawa hai. Kwa hivyo kilichotangulia ni mauti kabla ya uhai kwa mwanadamu. Kwa hivyo kwa kukataa kusikia amri ya Mola wake, kusikia amri ya Mola wake. Aliambiwa akule bustanini, lakini mtu huyo asikaribie. Shetani akamdanganya akakaribia huo mti akakula, akawa amekhalifu amri ya nani? Ndiye akatolewa huko. Sio kufukuzwa, sijui kama kufukuzwa, alitolewa. Kuna kufukuzwa na kama alifukuzwa manake alikuwa mwizi, jambazi. Kutolewa sio kufukuzwa. Kuna vitu viwili, lugha mia ya Kiswahili haielewa. Unajua unapofukuza mtu na alafu hujalipa landlord, anakufukuza ama anakutoa? Kutoa. Na ukiwa umeiba alafu akasema mwizi, unatolewa ama unafukuzwa? Kwa hivyo Adamu alifukuzwa, na wewe ukiiba unafukuzwa. Umeelewa Kiswahili? Kuiba ni makosa ama ni makosa, lakini nasema Adam alikosa ama hakukosa? Adam alikhalifu amri ya Mola wake, ndiye alikosa. Sasa ndiye alikosa, lakini unaona ni vitu viwili tofauti. Yeye aliambiwa usikaribie, akakaribia kula ule mti ambaye alikuwa ameambiwa asikule. Sasa nakuuliza, lakini hapo tumeelewana? Tumeelewana. So what is the hope? Nini mnafanya ndio muone ile mjamaji? Kwa sababu Qur'ani inasema sawa,
Qur'ani inasema 40 tulisomea inasema afanyaye ubaya hatalipwa hiyo sawa na ubaya wake, na afanyaye mema akiwa ni mwanamume au mwanamke wa Kiislamu ataingizwa peponi. Afanyaye mema, righteous good deeds, ndio Uislamu. Tenda akaambia mbakisha kitu moja, uza mali yako yote ugawie maskini, utaingia peponi. Kwa hivyo kulingana na hiyo kundi moja, lakini bado uende jehanamu. Kulingana na hiyo aya unaweza kusema Mungu ni mmoja. Sasa hiyo ni prerogative ya Mungu, siwezi ingilia. Kulingana na aya. Ngoja, hiyo ni prerogative ya Mungu. Ikiwa umesema Mungu ni mmoja, akupeleke motoni ama akutokupeleka motoni, kwa sababu tunapojua mtu aliyesimama kuwa Mungu ni mmoja, isipokuwa ashirku billah, akimshirikisha Mwenyezi Mungu hana hofu. Lakini mambo mengine, mzinifu, mrongo, mwizi, lakini anajua Mungu ni mmoja, anasali. Sasa hiyo ni prerogative ya Mungu, lakini 90% atakwenda peponi. So kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru dhalika wa yaghfiru liman yasha. Sasa hebu mpe huyu anisaidie. Inna Allaha la yaghfiru. Mwenyezi Mungu anaweza kusamehe. Mungu kitu asamehi ni maduna dhalika, anaweza kusamehe yote anayemtaka. Ingia peponi, amekusamehe Mwenyezi Mungu. Sura tusoma aya 54 yangu ya mwisho, alafu ajenge hoja. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yasema hivi. Ndio. Sema. Enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu. Ndio. Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Sawa. Ni shuruti. Lakini akiwa hana hiyo hata akawa mrembo namna gani? Sasa kulingana na Qur'an 7:8 hapo inasema kienda Mungu atafanya measurement, aone mabaya yako na mazuri yako. Kama wewe ni kama mabaya imezidi uzuri, unaenda hautafaulu. Kama mazuri yamezidi ubaya, utafaulu. Sawa? Lakini ndugu yangu hata na unasema Allah anaweza samehe dhambi zote. Sio mimi nasema, Qur'ani nasema. Exactly. Maadamu haihusiani, haifungamani na shirki. Sawa. Hata akawa na madhambi kama Mount Kilimanjaro. Sawa. Anaingia peponi. Lakini bado hiyo Qur'an bado inasema pale hivyo tukienda kwa hukumu, mwenye mabaya yake yatazidi mazuri yake, huyo hata faulu. Sawa? Sasa hata faulu. Ngoja kidogo. Sijaelewa. Mimi naona hilo nizungusha, tunataka kuongea na waishi. Kwa sababu gani unajua? Si hata hapa Kenya kuna standard ya kwenda university. Sawa. Ukipata A, hiyo ni kama mimi direct. B, direct. C+, hiyo ni si direct lakini direct. C minus kurudi huku. Hiyo ni diploma. Diploma si kuna ma TVT, ma college, ma TVT zaitwaje hizi? TVET. Sisiko? Unaweza enda usoma, ukifaulu unaweza enda wapi? Unaanza certificate, diploma, alafu unaenda degree, si ni kweli? Kwa hivyo haijaruhusu, japo ameanguka au mtihani, lakini bado anaweza kuanzia huko aende. Sasa kitu ambacho, kwa sababu sisi Waislamu tunajua hakuna madhambi inaweza kufuta la ilaha illa. Hakuna. Haipo, haipatikani. Sasa ngoja nisikize tu vile nasema. Kwa hivyo pale tunaenda kupimiwa as a trial. Umefail. Inaangaliwa kitu moja. Au wengine wamepita, huyu amefail. Kisha inarudi. Boss, wacha nikwambie mambo ambayo ni true story. Mtu ni Muislamu na ni mlevi. Na katika madhambi makubwa, mama ya madhambi unajua ni nini? Mama ya madhambi. Kulingana na Biblia. Kulingana, tunazungumzia tuko kwa Biblia. Tuko katika Uislamu, unakuja na Uislamu. Umesema dhambi.